mwanamke anakushusha dakika 0 tu. Wako ndugu wengi sana ambao kaka zao wameacha watoto wao, wameacha mke wake na watoto wamefariki, familia yao wamewatupa, kila mtu ana mind on business. Watoto wake wanabakia wanahangaika, mwanamke anabakia anahangaika na watoto ambao ni mume wake, anaangalia na ndugu kabisa pale ambao wangetajika kumsaidia, ambao ndio ndugu yao kabisa, ndio kijana wao ambao amefanyaje, amemzalisha wale watoto. Kila mmoja ana focus na maisha yake. Sasa watu vijana kama vijana lazima waelewe, unapoingia kwenye ndoa na umezaa na una familia, ndugu yangu, hakikisha business yote unamuonesha mke wako, hata kama atakubetray, atakugeuka kwenye business, lakini mwanamke hata atakugeuka kwenye business, atabaki anahangaika na watoto wako. Na hata kama wewe ni mwanaume, ndio hauwezi kumpatia account yote mwanamke. Kama ushamsoma mwanamke anahitaji kitu fulani. Na ndio maana hata Biblia inasema eti kwamba he who finds a wife finds a good thing, kwa sababu mwanamke ana multiply. Mwanamke mwenye busara, mafanikio mwanaume mwenye busara, mwanamke mwenye busara. Nisikudanganya, hata mafanikio yangu mimi najiona hapa, naweza kujipiga kwenye kifua. Yes. Anakuja kwa mke wako. Kwa mke wangu. Kama umeoa vizuri. Kuna vitu anakuja kujikuta mke wangu ananikataza, don't do this. Kuna muda mwingine nakasirika, why do this, lakini kikaa chini nakuja kusema kwa kwamba amenishauri ni kitu ambacho ni kweli. Ndio maana ni msaidizi. That's why ni msaidizi. Yeah. Lazima tusijichanganye tu kwa just merit. Uzuri wa mwanamke, unaweza kumuona mwanamke shape nice. Lakini mama ndoa ni kitu kingine tofauti, imejifunza. Yeah. Kwa hiyo unakuja kujikuta ni kitu ambacho naweza kusema, wanaume wenzangu, tushirikiane kama uko kwenye ndoa, mshirikishe mke wako kwa kila kitu ambacho unachokifanya. Yeah. Kwa sababu ule ndio maisha yako. Sio baba yako, sio kaka yako, sio mjomba wako. Kwa sababu yule pale akisema kukushusha down, akikubali kukushusha down, mwanamke anakushusha dakika 0 tu. Dakika 0 tu. Kwa sababu ndio anakulisha, anakufulia kila kitu, unatoka kazi akitaka kukuharibia atakuharibia. Kama ni kuweka kwenye chakula